msimsumbue kwa lolote. Haya mama, hizi hapa hela nakupa za kumtunzia mtoto. Njoo sogea hapa. Njoo mama, usiogope. Panda hapa mama. Panda tu mama, na hiyo viatu panda tu. Mama, vaa viatu vyako, panda. Njoo. Kanyaga tu hivyo. Panda mama, wala usiogope, njoo. Wewe ni Mtanzania kama Watanzania wengine. Usiogope mama. Nakupa shilingi milioni 1 ukamtunzie mtoto, halafu ufuatilie mambo yako. Mungu atakusimamia. Haya mama, asante sana. Hamna tatizo mama, hamna tatizo. Nisaidie na ulinzi. Ulinzi wala usiwe na wasiwasi, nimeshamueleza RPC. Utawapa na namba yako na kila kitu. RPC mchukue nani yake, tufuatilie mpaka tupate ukweli wake mpaka mwisho wake. Wa Wizara ya Nishati na alipokuwa akihojiwa na waheshimiwa wabunge, anazungumza uzito wa dhahabu hapa ni 0.02 gram. Ni aibu kwa mtu uliyosomeshwa na Watanzania. Akazungumza such a stupid. Nilishindwa kuvumilia, nilipoona tu saa hiyo hiyo nikamchukua. Usipoamua huwezi ukafanya kitu. Hata ukiwa wewe katika maisha yako ya nyumbani ya kawaida, umepata vihera vyako, unasema hivi havitoshi, ngoja nikusanye mpaka ziwe nyingi, hutajenga hata kibanda. Ni kuamua. Na nataka muamini wa Tanzania, mna rais wa kweli kweli, jiwe kweli kweli. Sitishwi wala sitishiki. Mimi jukumu langu kwa ajili ya Watanzania ni kuhakikisha ninawavusha Watanzania kutoka mahali pa shida wanaenda mahali pa kuwaomba kodi. Hii kodi ambayo iko pale tumepewa na Mungu hatuishughulikii. Ni unyama. Na kama ni dhambi, hii ni dhambi kubwa. Nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya. Kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu.